natoa roho. Ikifika jioni naenda kutoa roho tena. Ikifika asubuhi narudi madhabahuni kutoa roho tena. Anafanya nini? Anaendeleza ujenzi wake wa madhabahu. Mtu akiwa na ndoa lazima ajenge madhabahu ya ndoa. Madhabahu ya ndoa nini? Ni tendo la ndoa kufanyika kwa waliooana. Lisipofanyika, madhabahu ya ndoa itavunjika. Na mimi kwa huku kuna kanisa iko nyumbani, itakuwaje? Sasa nikuulize, utakapojenga madhabahu, anyway, nikupe mfano mzuri. Si nasema hii madhabahu ya Pastor Ezekiel, si ndio? Sasa ikiwa madhabahu ya Pastor Ezekiel ni roho, madhabahu yako ndani ya roho ya Pastor Ezekiel. Madhabahu haya nilionayo sio hiki tunaona hapa. Hii roho ya madhabahu iko ndani yangu. Saa ya kuyachafua, sitaleta maji machafu ni mwage kimechafuka. Ni mimi nijichafue, nimechafua madhabahu. Sikia. Hapo hapo mtenda kazi. Njoo hapa. Njoo hapa, kuja mbio. Huyu ni mtenda kazi, si ndio? Alikuwa kwa madhabahu fulani. Madhabahu yakawa yako wiki. Akajenga madhabahu mapya. Sasa amemsaidia. Hii nguo hapo anayo. Sasa hii ndio moderator, ana moderate hapa kwa fundi wote tamsaidia. Anakamata mapepo yote yaliyosimama na yasiyosimama. Amepata anointing na nguvu zisizo za kawaida. Mume wake amekuja. Alikuwa na uwete kwa miaka ngapi? Miaka miwili. Hata hakuponea mavueni, hata majaoni aliponea. Hapa kwenye madhabahu hapa. Uwete, alikuwa mwili wote ni vidonda, ukishika hivi unabaki na nyama. Mwili mzima. Alipojenga madhabahu, tofauti na yale waliokuwa nayo, akapona huo uwete ukaisha. Sasa amejenga madhabahu, hapo kwa madhabahu haya, lakini pia ndani yake kuna madhabahu mengine. Ikifika usiku akiota, ile madhabahu amejenga yake inamtetea, aoti ndoto za kushindwa, uota ndoto za kushinda. Anaipandilia na bodi ya gani? Ikifika saa ya kufunga anafunga. Ikifika saa ya maombi anaomba. Ikifika saa ya kuimbia Bwana anaimba. So amejenga madhabahu. Saa ya kuimwagilia maji anaimwagilia, saa ya kuipambolea anaipambolea, saa ya kuitoa nyasi na kufagia anafagia, maana amejenga madhabahu yake. Saa hii akitoka hapa ende kwa Ukambani, madhabahu yaliyo ndani yake. Yeye ni muombezi, yeye ni mhubiri, yeye ni modalita, yeye ni mtumishi. Inabidi madhabahu yake yamtetee kule atakapokuwa. Ungejenga madhabahu yako kule, hapa yako yangekutetea. Kosa haukujenga madhabahu. Jenga madhabahu yatakutetea. Jenga madhabahu mailota. Labda unaishi maisha usiyojua, utajijua sasa. Nilipojenga madhabahu na Pastor Ezekiel, kumbe Mungu alipanga kunitumia, sikujua. Nikaanza kuota ndoto nikuhubiri Injili. Programu ya kuanza kunijusa kwamba mimi ni mtumishi, nilijenga madhabahu. Nilipojenga madhabahu, nikageuka wakfu kwa madhabahu. Nikaanza kutumika, nikaanza kuwa mtenda kazi. Nimejenga nini? Madhabahu. Huwezi toa sacrifice ama sadaka na utoroke. Lazima tuwe na misingi pia. Shida iliyoko nini? Mapasta wale wanatufundisha sana kutoa, hawatufundishi kujenga madhabahu. Lakini tunahitaji misingi ya madhabahu, ndio hata ukiwa kwa nyumba ikutetee. Tunahitaji hiyo misingi. Uwezi niambia hapo ulipo, unajua hata hujui kuomba wewe. Unajua kuomba? Haujui, na wewe ni Mkristo. Haujui. Kuomba ni sawa, lakini haujui. Sikufichi, maana ungejua kuomba ungepigwa bila unapigwa. Si ni kweli watumishi wa Mungu? Sababu ushindi tunaopata kupitia wapi? Si ni maombi. Sangeshinda. Maanake sasa hujui kuomba. Basi ikiwa unaomba mbona hujibiwi? Njoo basi uwe connect na madhabahu, uanze kujibiwa na Mungu leo. Unajua? Na sana niambia hajaelewa hizi vitu zote naongea. Na kuna mtu hapa kanda ameelewa. Unajua hajaelewa, hajaelewi. Unajua basi mtu anakuwa connect na madhabahu. Unajua anafikiria ni kutoa sadaka.
Huyu akiwa amejiunga na madhabahu haya, unaona vile amevaa, amekuwa connect na madhabahu. Na pia mshirika anaweza kawa connect na madhabahu, na si lazima kuwa mtendakazi ama mtumishi kuwa connect na madhabahu. Ikifika saa yako ya kwenda kwenye madhabahu, nenda kwenye madhabahu. Ikifika saa yako ya kwenda kuongea na Mungu, nenda kwenye madhabahu. Ikifika saa yako ya kwenda kutoa dhabihu, nenda kwenye madhabahu yako. Ikifika saa yako ya kumshukuru Mungu, nenda kwenye madhabahu yako. Ni njia ya kujenga madhabahu. Abraham alipojenga madhabahu, akapewa kile ambacho hakuwa nacho. Hakujijua Abraham kwamba atakuwa uzao wa Israeli. After Daudi kupambana vita vyote vile, akaandaa sadaka nzuri kumtolea Mungu, na Mungu akamjengea madhabahu. Na hata kama alipokosa, madhabahu aliyojenga yalimtetea mbele za Mungu, hakuangamia. Na tukichunguza, Yesu Kristo ni mwana wa Daudi na ni mwana wa Abraham. Solomon alipopata kibali, akamjengea Mungu madhabahu, akalia kwenye madhabahu. Mungu akamwahidi kumfanya bora kuliko yoyote yule chini ya jua. Na Mungu akamwambia hakuna tajiri atakayotokea kama wewe, na mpaka sasa hajatokea. Solomon. Nani alikuwa na dhambi nyingi? Ni Solomon. Nani alikuwa na wake wengi? Ni Solomon. Nani alikuwa na mpango nyingi? Ni Solomon. Kwa hivyo pia madhabahu kiajenga, saa ya kukosa itakutetea mbele za Mungu. Wakristo tuna madhabahu wale. Unaona vile madhabahu yanaenda kutetea sana. Sana.